Katika video hii, tunajikita kwenye umuhimu wa kuwa na umakini wa hali ya juu katika mtindo wa maisha wakati wa mchakato wa kupunguza uzito, tukibainisha kuwa mabadiliko ya chakula pekee hayatoshi bila kuzingatia mambo mengine ya msingi. Mazoea madogo ya kila siku, kama vile kiasi cha saa za kulala, viwango vya msongo wa mawazo na mazingira yanayomzunguka mtu, yanaamua kama safari ya kupunguza uzito itafanikiwa au itafeli. Kupunguza uzito si swala la msimu, bali ni mabadiliko ya tabia, ambapo nidhamu katika ratiba ya kila siku, unywaji wa maji na kuepuka vishawishi vya kijamii huchukua nafasi kubwa zaidi kuliko hata mazoezi magumu ya gym. Watu wengi hukwama pale wanapofanya makosa ya kutosawazisha kazi na mapumziko, jambo linalopelekea mwili kuzalisha homoni ya cortisol inayozuia uchomaji wa mafuta. Kuna haja ya kuwa mwangalifu na mtego wa kujipa zawadi ya chakula kisichofaa baada ya kufanya mazoezi, kwani hali hiyo hurudisha nyuma maendeleo yote yaliyofikiwa. Lengo kuu ni kutengeneza mfumo wa maisha unaoweza kuendelezwa kwa miaka mingi, ukijumuisha umakini kwenye mienendo ya mwili, kuepuka kukaa sehemu moja kwa muda mrefu na kujenga mazingira yanayounga mkono malengo ya kiafya. Kupunguza uzito ni matokeo ya mtindo wa maisha makini na sio tukio la bahati. Umakini huu unahusisha pia uelewa wa jinsi mahusiano ya kijamii yanavyoweza kuathiri uchaguzi wa chakula, kwani mara nyingi shinikizo la marafiki au shughuli za kijamii hupelekea kuvunja ratiba muhimu ya lishe. Ni muhimu kutambua kuwa mwili unahitaji muda wa kutosha kufanya ukarabati wa tishu, na hivyo kukosa usingizi bora kunavuruga kimetaboliki na kuongeza hamu ya kula vyakula vya sukari. Kujenga mazingira ya nyumbani na kazini ambayo yanahamasisha harakati, kama vile kuchagua kutumia ngazi badala ya lifti au kusimama mara kwa mara wakati wa kazi, ni sehemu ya mbinu zinazofanya safari hii iwe endelevu. Safari hii inahitaji utulivu wa akili na uwezo wa kujisamehe pale unapoteleza, huku ukiendelea kushikilia misingi mikuu ya afya bila kukata tamaa. Vilevile, mchakato huu unagusa namna ya kusoma ishara za mwili kati ya njaa halisi na njaa ya kihisia inayotokana na uchovu au upweke. Elimu ya kutosha juu ya virutubisho na jinsi vinavyofanya kazi mwilini inamsaidia mtu kufanya maamuzi sahihi anapokuwa sokoni au mgahawani, badala ya kufuata mikumbo ya bidhaa zinazotangazwa kuwa ni za kupunguza uzito lakini zimejaa kemikali. Kuweka malengo madogo yanayofikika na kufurahia kila hatua ya mabadiliko ya kibiolojia kunasaidia kuimarisha motisha ya ndani. Hatimaye, mtindo wa maisha makini unamaanisha kuwa na ufahamu kamili wa kila kitu kinachoingia mwilini na kila hatua unayopiga, ukilenga sio tu kupoteza kilo, bali kupata afya bora itakayodumu maisha yako yote.